Umefunga, umeswali tarawih, umesoma Qur'ani, lakini swali la kuogopesha ni hili: je, funga yako imekubaliwa? Kwa sababu ndugu yangu, sio kila anayefunga anapewa thawabu kamili, na sio kila anayeswali anapandishwa daraja. Wapo waliomaliza Ramadhani lakini hawakupata chochote isipokuwa njaa na kiu. Leo tujichunguze kwa undani, na wala hatufanyi hivi kwa kumhukumu mtu, bali kwa kujiangalia sisi wenyewe. Kama utaona dalili hizi ndani ya funga yako, bado hujachelewa kurekebisha. Kama leo ni mara yako ya kwanza kushiriki nami katika muendelezo wa vipindi hivi, basi usisahau kusubscribe, kulike, comment na kushare. Ukiona unafunga lakini baada ya kufutari unarudi kwenye dhambi zako za zamani, hii inakuwaje? Mchana umefunga, lakini jioni baada ya kufuturu muziki unarudi, maneno machafu yanaanza, simu inafunguka kwenye mambo haramu, mijadala ya matusi na visa vya mtandaoni vinaanza. Jiulize, kama Ramadhani haiwezi kukuzuia mchana na usiku, kipi kitakuzuia baada yake? Ramadhani ni mazoezi ya kujidhibiti. Kama unafunga mchana lakini usiku unaishi kama si Ramadhani, hii ni dalili ya hatari. Hakuna mabadiliko ya tabia. Ramadhani ni shule ya tabia. Lakini kama bado unakasirika haraka, bado unasengenya, bado una kiburi, bado unaumiza watu kwa maneno, basi jiulize, Ramadhani imekuingia tumboni tu au imekuingia moyoni? Ramadhani inayokubalika huacha alama. Mtu akimaliza Ramadhani anatakiwa awe mpole zaidi, awe mnyenyekevu zaidi, awe mwenye huruma zaidi. Kama hakuna mabadiliko, hapa kuna tatizo. Ukiona huna huzuni ukikosa ibada, ukikosa tarawih haikugusi, ukikosa qiyamul laili, unaendelea kulala tu, moyo ulio hai huhuzunika ukikosa ibada. Dalili ya kukubalika ni kuwa na hamu. Ukihisi leo sikusoma Qur'ani kabisa na haikugusi, jiulize hali ya moyo wako. Ukiona unafanya ibada kwa mazoea tu, ikiwa unafutari kwa mazoea, unasali kwa mazoea, wala hauna hushu au hakuna tafakur, inabidi ujue kwenye akili yako. Unaswali lakini akili yako ipo kwenye chakula. Unasoma Qur'ani lakini unaharakisha kumaliza juzuu. Ramadhani sio mashindano ya idadi, ni mashindano ya moyo. Allah haangalii kasi yako, anaangalia unyenyekevu wako. Ukiona unabaki na chuki ndani ya moyo wako, hii pia ni sababu nyingine. Ramadhani ni mwezi wa kusamehe, lakini kama bado una kinyongo, bado hutaki kumsalimia fulani, bado unawaza kulipa kisasi, hii ni dalili ya hatari. Unaweza kufunga siku 30 lakini chuki moja moyoni ikaondoa nuru yote. Moyo safi ni bora kuliko ibada nyingi. Ramadhani inaisha na haujutii. Watu wema hulia Ramadhani inapoisha, kwa sababu hawajui kama wataiona tena. Lakini kama wewe unangoja Idi kwa furaha ya kurudi kwenye starehe zaidi kuliko huzuni ya kuondoka kwa Ramadhani, hii ni dalili ya kujiuliza, moyo wako umeipenda Ramadhani kweli? Haujabadilika baada ya siku 10 za mwisho. Siku 10 za mwisho wa Ramadhani zina nguvu zaidi. Lakini kama hata hizo hukujitahidi zaidi, hukuzidisha dua, hukujiongeza kwenye ibada, basi kuna tatizo la hamu. Mtu anayestahili kubadilika huongeza juhudi mwishoni. Jiulize, je, unafanya nini ukiona dalili hizi? Ukishaona haya, kuna mambo kadhaa ya kufanya. Tubu mara moja. Omba Allah akubadilishe. Rekebisha siku zilizobaki. Jitenge na mazingira mabaya. Fanya ibada ya siri. Usikate tamaa. Mlango wa rehema uko wazi mpaka pumzi ya mwisho. Fikiria usiku wa mwisho wa Ramadhani, siku ambayo majina yanapandishwa mbinguni. Malaika wanabeba majina yote ya watu waliokubaliwa. Na wewe pia ujiulize swali hili: je, jina lako litakuwepo katika orodha hiyo? Usiruhusu Ramadhani ipite bila mabadiliko.
Usiruhusu Ramadhani iwe mwezi wa njaa tu, na uifanye iwe mwezi wa mageuzi. Tubu toba ya kweli, si ya maneno tu. Watu wengi wakigundua makosa yao husema astaghfirullah, alafu wanaendelea kama kawaida. Toba ya kweli ina vitu vinne: kuacha dhambi mara moja, kujuta kwa dhati, kuazimia kutokurudia, na kurejesha haki kama uliumiza mtu. Ukiona dalili kwamba Ramadhani yako haijabadilisha moyo wako, usichelewe. Omba msamaha kwa kulia, hata kama ni falaghani chumbani kwako. Sema, ewe Mola wangu, sikufunga kama inavyotakiwa, bali ni rehemu. Kumbuka, Allah hafurahii kuadhibu, anafurahia kusamehe. Lakini lazima uoneshe unahitaji msamaha. Anza upya, hata kama ni siku moja imebaki. Shetani atakwambia umeshaharibu tayari, haina maana tena. Huo ni uongo. Kama Ramadhani imebaki siku 5, hizo siku 5 zinaweza kubadilisha kila kitu. Historia imejaa watu waliobadilika kwa usiku mmoja tu. Usiseme nimeshindwa siku 20. Anza leo. Hata kama ni rakaa 2 za Qiyamul Laili, dakika 15 za kusoma Qur'an au kutoa sadaka ndogo ndogo, Allah anaangalia juhudi zako, sio ukamilifu. Badilisha mazingira yanayokuvuta chini. Ukiona dalili hizi zipo ndani yako, jiulize, tatizo ni nini? Je, tatizo ni simu? Au tatizo marafiki? Au tatizo mtandao? Au mazungumzo yasiyo na faida? Mtu haanguki ghafla, huangushwa na mazingira. Kama simu ndio chanzo, weka mipaka ya muda. Futa vitu vinavyokushawishi. Tumia muda mwingi msikitini. Kama marafiki wanakuvuta kwenye upotevu, jitenge kidogo. Tafuta kundi la watu wa ibada. Mabadiliko ya mazingira ndiyo mabadiliko ya matokeo. Fanya ibada za siri. Dalili mojawapo ya kukubalika ni ibada ya siri. Jaribu kitu hiki. Chagua ibada mojawapo ambayo hakuna mtu atajua. Inaweza kuwa sadaka ya siri, au kusali usiku kimya kimya, au kufunga sunna bila kutangaza, au kumlilia Allah faraghani. Ibada za siri husafisha nia. Wakati mwingine Ramadhani haikubaliki kwa sababu tunafanya mbele za watu, au tunafanya mbele ya kamera, au tunafanya kwa sifa. Lakini Allah anaona moyo. Jaribu ibada ya siri kwa siku 7 mfululizo, utaona mabadiliko. Omba Allah akubadilishe, usijitegemee. Mtu anaweza kuamua kubadilika, lakini bila msaada wa Allah hataanguka tena. Omba dua hii kwa hisia. Ewe Allah, usiimalize Ramadhani hii bila kunisamehe. Badilisha moyo wangu, peleke kwenye ibada, nichukize dhambi. Moyo wako upo kwenye mikono ya Allah. Mtu anaweza kuwa mzuri leo akaanguka kesho, lakini anayemuomba Allah kwa dhati hupewa msaada. Usihuzunike kwa kuona dalili hizi. Kuwa na hofu ni dalili ya uhai wa moyo. Tatizo sio kuwa na mapungufu, tatizo ni kuridhika nayo. Kama moyo wako umeumia kusikia haya, hiyo ni dalili nzuri. Watu waliokufa kiroho hawaguswi na mawaidha. Ramadhani haipo kwa ajili ya malaika, ipo kwa ajili ya wanadamu. Tunafanya makosa, lakini tunayo nafasi ya kurekebisha. Usiruhusu Ramadhani ipite bila mabadiliko. Huenda hii ndio Ramadhani yako ya mwisho. Kama leo ni mara yako ya kwanza kushiriki nami katika mwendelezo wa vipindi hivi, basi usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Mpaka wakati mwingine.